Naam, tupo ndani ya mwezi wa mfungo sita, mwezi ambao amezaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi huu. Na katika mwezi huu watu ama Waislamu huwa tunagawika makundi mbalimbali. Lakini pamoja na kugawika makundi haya, tunagawika kwamba ni juu ya kitu gani ambacho kinafaa kufanywa na ni kitu gani ambacho hakifai kufanywa, kutokana na watu wengi kutatizika na kinachoendelea katika mwezi huu. Lakini pamoja na kugawanyika migawanyiko hiyo, leo hebu tujifunze mambo matano. Na tutakapojifunza mambo hayo matano, usishike jambo moja ukasema kwamba ukishika jambo hili moja, haya mengine yote yaliyobaki yataingia katika jambo moja. Si kweli. Lakini jambo la kwanza ni jambo la kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiwa wewe kama ni Muislamu, unatakiwa umswalie Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si lazima muwe watu wawili, si lazima muwe mwakaa kikundi, sio lazima muwe mmekusanyika pahala. Vyovyote itakavyokuwa, inatakiwa umswalie Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kwamba hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na malaika wake wanamswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna wanayojua wao wenyewe. Kisha ikaja amri kwetu sisi kwa kuambiwa, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, kwamba enyi mlioamini mswalieni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na mtakieni rehma na amani. Amri hii tumepewa sisi Waislamu wote, wala haikutajwa sehemu hii kwamba haikutajwa pahala, haikutajwa wakati. Ni wakati wote sisi inatakiwa tumswalie Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo katika yale mambo matano, jambo la kwanza ni kumswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha jambo la pili ni kumsifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imepokewa yeye mwenyewe akisema, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah, kwamba mimi ndiye bwana wa watoto wote wa Nabii Adam ile siku ya kiyama. Lakini akaendelea akasema, wala fakhr, wala sisemi hivi kwa kujifakharisha, kwa sababu hivi ndivyo ilivyo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu katika Qur'ani kwa kusema, wa innaka la'ala khulqin adhim, na hakika yako ewe Muhammad upo juu ya tabia iliyokuwa njema. Kwa hivyo jambo la pili ni kumsifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kumswalia tu ukasema inatosha, lakini kumsifu pia inakuwajibikia wewe Muislamu. Jambo la tatu ni kumfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na imepokewa wewe mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba la yu'minu ahadukum, hatoamini ama hawi muumini mmoja miongoni mwenu, hata yakuna hawahu, mpaka yawe matamanio yake, tabi'an lima ji'tu bihi, ni yenye kufuata yale niliyokuja nayo mimi. Kwa hivyo jambo la kumfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam linatuwajibikia sisi sote Waislamu. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika Qur'ani kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, waambie ewe Muhammad, ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni. Kwa hivyo jambo la kumsifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam linatuwajibikia sisi Waislamu wote, na jambo la kumsifu jambo la kumswalia linatuwajibikia pia sisi. Lakini pia jambo la kumfuata ambalo ni jambo la tatu pia linatuwajibikia sisi Waislamu. Lakini jambo la nne ni kumpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unapomswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam haitoshi tu peke yake, lazima umsifu. Lakini unapomsifu haitoshi, pia lazima umfuate, na unapomfuata lazima umpende Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama mwenyewe ilivyopokewa akisema, la yu'minu ahadukum, hatoamini mmoja miongoni mwenu, au hawi muumini mmoja miongoni mwenu, hata akuna ahabba ilaihi min walidihi, mpaka yawe mapenzi yake kwangu mimi ni kuliko anavyompenda mzazi wake, wa waladihi, na mtoto wake, wa nasi ajma'in, na watu wote. Kwa hivyo jambo la kumpenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam linatuwajibikia pia sisi Waislamu wote duniani tuweze kumpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia Hasanul Basri, maarufu imamu huyu, yeye ametoa katika shairi zake kwamba, naam sara taifu man ahwa fa'arraqani, kwamba kimenipita kivuli cha niliokuwa nikimpenda kikanifanya nikeshe usiku, kwa sababu ya mahaba ya kumpenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal hubbu ya'taridu ladhati bil alami, kisha akasema na mapenzi huwa yanakinga za ladha kutokana na maumivu. Maana yake nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akichorwa katuni, unatakiwa ureact, uonyeshe mahaba yako kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba wa Mtume akiitwa Thauban, yeye huyu mapenzi yake kwa Mtume ilikuwa ni amuone tu Mtume sallallahu alaihi wasallam sura yake.
Ilipotokea siku hakumuona mtume, sahaba yule alikonda, akawa afya yake iko ni dhaifu kweli kweli. Siku anakuja kukutana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba yule Thauban amekonda kweli kweli, mpaka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ya Thauban, umepatwa na nini wewe? Akamwambia, ya Rasulullah, inni idha lam araka shtaqtu ilaika, kwamba mimi mtume sallallahu alaihi wasallam ninapokuwa sijakuona na kuwa na shauku kubwa ya kutaka kukuona, kwa sababu na mahaba na wewe na kupenda mtume. Wastauhashtu wahshatan shadida, na pia ninakuwa na upweke mkali, upweke mkubwa wa kukuona wewe mtume sallallahu alaihi wasallam, hata alqaka, mpaka nikuone. Kwa hivyo jambo la kumpenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam linatuwajibikia sisi waislamu wote. Lakini jambo la mwisho na la tano ni kumheshimu na kumtukuza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, hakika sisi tumekupeleka ewe Muhammad kuwa ni shahidi, uwabashirie watu pepo na uwaonye na moto. Lakini yote hayo litu'minu billahi wa rasuli, ili watu wapate kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, watu aziruhu, na wapate kukutukuza, watu waqiruhu, na wapate kukuheshimu, watu sabbihuhu bukratan wa asila, na watu wapate kumsabihi Mwenyezi Mungu, kumtaja Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni. Kwa hivyo mambo haya yote matano yanatuwajibikia sisi waislamu tuweze kuwa nayo, na usishike jambo moja ukasema ukishika jambo hili moja litakusanya hayo yote. Si jambo la kweli na si jambo la sawa sawa. Lakini pia imepokea bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, kwa nini unafunga siku ya Jumatatu? Yeye akasema, fihi wulidtu, katika siku hiyo ya Jumatatu nafunga kwa sababu siku hiyo ndiyo siku ambayo mimi nimezaliwa, wa fihi unzila ilayya, na siku hiyo pia nimeteremshiwa wahi. Kwa hivyo wanaozuoni kupitia maneno haya ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema kwamba ikiwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga kwa kushukuru neema ya kuzaliwa yeye katika siku hiyo, iweje sisi tusishukuru kwa kupewa neema ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa hivyo ndio maana leo watu wanasherehekea kwa kufurahikia mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumpende Muhammad, tumpende mtume wetu Muhammad, tumsifu, lakini pia tumfuate na tumheshimu pamoja na kumtukuza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa waja wake wenye kumswalia sana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na atujalie tu ni miongoni mwa waja wake wenye kumpenda, wenye kumsifu pamoja na kumtukuza na kumheshimu.